Sele, nipatie mrejesho wa kazi niliyokuagiza. Haraka. Malikia, naomba unisamehe sana. Sijafanya kazi kama ulivyoniagiza. Ila nakuomba unipe nafasi moja. Kwa sasa nakuahidi sitarudia tena kukuangusha. Ila nakuomba usinipe adhabu. Naomba unisamehe Malikia. Hivi unapopiga kelele hivyo, unafikiri kuna mtu atakusikia kuja kukusaidia? Hii nyumba tunaishi watu wawili tu, mimi na wewe. Kwani mdogo wangu, mimi nikifanya na wewe mara moja tu nitakuua au nitaondoka nayo? Acha kwa hivyo bwana. Kwani unanisumbua siku ngapi nakwambia? Kila siku nakwambia uelewe mdogo wangu. Hebu acha bwana, tufanye mara moja tu mdogo wangu. Mara moja tu. Sele, kama umeshindwa kufanya kazi yangu, kwa nini umeruhusu mdogo wako mpaka anaondoka nyumbani? Nakuuliza wewe. Sasa mimi nakimbia naenda wapi? Si bora tu nirudi nyumbani. Kama kaka akiamua kuniua, aniue tu. Siwezi kupakimbia kwetu. Ngoja tu nirudi. Sasa kamfuate mdogo wako na umrudishe nyumbani kabla hajatoroka kwenda mbali. Hawezi kuondoka kabla hatujamaliza kazi yetu. Ondoka haraka. Huyu atakuwa ameenda wapi? Hisia zangu zote zimenionyesha kwamba yuko hapa. Lakini mbona nafika hapa halafu simuoni? Atakuwa ameelekea wapi? Samahani dada. Mambo poa. Una viatu vizuri. Vipi? Umenunua wapi? Ni vya kwangu. Nimetoka navyo nyumbani. Hebu basi nivione. Na mimi niende dukani kanue kama hivyo hivyo. Maana nimevipenda. Naomba basi na wewe. Usiogope Salma. Nimekuja hapa kukusaidia. Na pia usikimbie kutoka hapa nyumbani. Hakuna baya lolote litakalokukuta.
Salma. Cheupe, nimekukuta njiani umelala. Unaweza ukaniambia umepatwa na nini? Malkia wangu, sikumbuki kitu chochote kile. Kwani mimi umenikuta wapi? Nitazame usoni. Watakuwa wanijui vizuri kwa mimi ni nani. Nimekwambiaje? Usiniogope. Hebu kaa upumzike. Ila jambo la msingi, usije ukamwambia mtu yoyote yule hiki ambacho umekiona. Kwa sababu watu wabaya wakijua kwamba mimi nipo hapa, watakuzuru. Iwe siri yako. Nimesikia unazungumza na mtu. Nimeingia ndani, nimeangalia kila sehemu hadi uvunguni. Sijamuona uliyekuwa unazungumza naye. Unaweza ukaniambia uliyekuwa unaongea naye ni nani? Ametokea wapi? Na ameingiaje humu ndani? Mtu? Hapana kaka. Mbona nilikuwa sipo na mtu humu ndani? Labda utakuwa umenisikia vibaya. Unajifanya mjanja eh? Unajaribu kunidanganya mimi wakati ulikuwa na mtu ndani. Sawa. Subiri uone nitakavyokufanya. Hivi wewe una akili kweli? Nani alikutuma uje nitishe? Nakuuliza, ni nani alikutuma uje nitishe? Malkia, kwani mimi nimekukosea nini? Mbona umenipiga hivi? Mimi nilikuwa tunajaribu kukutisha kama utaogopa. Wewe ni mjinga eh? Yaani uchawi nikufundishe mimi mwenyewe, alafu uje unifanyie majaribio? Una akili kweli wewe? Nisikilize.
Nilikuagiza kazi yangu, lakini ukaenda mazima. Unaweza ukaniambia ulikuwa wapi? Nilikuwa wapi? Malikia, mimi nimesahau nilikuwa wapi. Nikumbushe. Haujui ulikuwa wapi? Sasa leo nataka nikupe adhabu ambayo hujawahi kupata toka uzaliwe. Nisamee Malikia. Simama huko. Unampigia magoti nani? Unataka nikusamee? Siwezi kukusamee. Lakini kabla sijakupa hiyo adhabu, kuna kazi nataka nikuagize. Sogea nikwambie. Shinango gani kebole ko bagetande. Kisado, hivi unanichukuliaje mimi? Unaniona kama mdoli wako unauchezea ovyo? Unajibadilisha ili waje. Tena hapa ni hadharani, mbele za watu. Alafu mkuu alikwambiaje? Masuala kujigeuza mbele za watu, hivi una akili gani wewe? Sasa nisikilize nikwambie, kwa hiki ulichokifanya leo sitakusamee. Naenda kukusemezea kwa mkuu ili akuoneshe kazi na uwe na adabu. Unaniona mimi kamdoli kakuchezea. Sasa leo naenda kukusemezea kwa mkuu. Mkuu. Sasa mimi nikwambie, huyo mkuu simuogopi. Hapo unavyoona, natokea huko kwake. Amenipa kazi naenda kuifanya. Nenda kamwambie ukizani mimi namuogopa huyo mkuu wako. Kaona kaka ni kaka. Washinao gani keboli toka gete. Kione kwanza. Kachizi. Sikubali. Hii haijaisha na mpaka iishe. Salma, manywele yako yanakuwaga ni mazuri, lakini mbona machafu hivi jamani? Kama unalala kwenye gunia la mami chembe. Mwanzo sina hata hela kwenda saluni. Wewe unali kaka lako jamani. Unashindwa kuomba mahela kwa kaka yako akakupa ukasukie jamani. Kaka hawezi hata kunipa hela. Hapa kwenye unavyoniona, na miezi 3 natembea peko. Hataki hata nivae viatu. Kumbe kaka lako linakuaga na roho mbaya hivi. Nawaza asijaka kusikia. Umenyamaza.
nipatie mzigo niliokuagiza. Wewe una dansi, mimi naimba hapa. Nimesema nipatie mzigo niliokuagiza. Malikia bwana, yaani umepaniki kabisa. Kale ka mzigo nimekapata, ngoja tu nikupe. Una uhakika hizi nywele ni za kwake? Malikia bana, yaani hako kanywele ni ka kwake. Nimechukua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Fanya kazi yako, uhakika. Sasa huyu mpuuzi lazima nitajua ni nani anayempatia jeuri. Huyu mpuuzi atakuwa ameniletea nywele zake. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Sele, nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Kuna kitu umempatia mdogo wako, lakini umenificha. Sasa nataka uniambie ukweli. Kuna kitu gani kinaendelea kati ya wewe na mdogo wako? Malikia, hamna chochote kinachoendelea baina yangu mimi na mdogo wangu. Mimi mwenyewe nashangaa kama unavyoshangaa, kwa sababu mdogo wangu amebadilika tu ghafla. Sijui ni kitu gani ambacho kimemwingia, ila kusema kwamba mimi nafahamu kinachoendelea sio kweli. Mimi na wewe tumefanya kazi muda mrefu. Sijawahi kwenda kinyume na wewe, na wala sijawahi kukugeuka. Naomba uniamini, Malikia wangu. Lakini kuna kitu kinaendelea. Mdogo wako inaonekana ana nguvu. Sasa na sijui hiyo nguvu inatoka wapi, kwa sababu inafanya mpaka inatukwamisha kwenye kazi zetu. Na kuagiza, nenda kamchunguze mdogo wako na ujue kinachoendelea. Alafu uje unipe taarifa. Sawa, Malikia. Mimi nakuahidi nitafanya uchunguzi wangu haraka, halafu majibu nitakayoyapata nitakuja kukujulisha, wala sitakuangusha. Sawa, unaweza ukaenda, ila usikawie. Kisado, wewe una shida gani? Hiyo akili yako iko sawa kweli? Malikia anakutuma kazi, uende ukafuate nywele. Cha kushangaza unaleta nywele zako wewe mwenyewe. Una akili kweli? Ama ni chizi? Cheupe ndugu yangu, mimi mwenyewe sielewi hata kimetokea nini. Ila ninachokumbuka mimi, nimechukua nywele za Salima kabisa. Yaani sijui yule binti ni mchawi. Sijui hata kimetokea nini yani. Yaani Kisado, una bahati sana. Maana Malikia kama angefanya ile dawa ya kumuua mtu, wewe sasa hivi ungeshakuwa marehemu. Tungekusahau. Bahati nzuri tu aliweka dawa kumzimisha mtu.
na kumfanya awe mlegevu. Omba Mungu, na ilikuwa bahati yako. Unavyotumwa kazi, unatakiwa uwe makini. Wewe unasikiliza kwa makini, sio unafanya tu ili mradi umefanya kazi. Na hisi utakuwa umeshanielewa. Sasa Cheupe ndugu yangu, hapo unaniambia unanifokea. Yaani na wewe sikuelewi kabisa. Sasa hapa ninachowaza, Malikia atanielewa kweli? Eti Cheupe tanielewaga? Utajua wewe, atakuelewaka ama atakuelewa. Naomba tuende nyumbani. Mdogo wangu, samahani kwa sababu nimekuleta mazingira ambayo we mwenyewe ukutarajia. Nimeamua kukuleta hapa kwa sababu kuna mambo inatakiwa tuyazungumze ambayo mtu mwingine hatakiwi kuyasikiliza kwa sababu ni ya kifamilia sana. Lakini kabla hatujazungumza hayo maneno, naomba nikuulize kitu. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea kwenye maisha yako ambacho unanificha mimi? Kaka, hamna kitu chochote kinachoendelea. Ni kama nilivyokuambia muda ule. Hamna kitu. Mdogo wangu, nimekusikia ndani unazungumza. Baada ya kukufuata ukadai kwamba nimesikia vibaya. Lakini kwa masikio yangu nimekusikiliza vizuri, unazungumza na mtu. Hii inaonyesha kwamba kuna vitu unavifanya ambavyo unanificha mimi. Sasa mimi nimekuuliza kwa uzuri. Hivi huwazi kama siku nikifahamu na nidanganya nitakufanya kitu kibaya? Nenda kajitafakari. Alafu niambie vizuri ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Unaweza kaenda kuendelea na mambo yako. Nyie wajinga, mnajifanya wachawi eh? Sasa nimekuja kuwaangamiza. Nitaanza na nyinyi, kisha nitamalizia na mkuu wenu. Nendeni mkampe taarifa huyo ambaye mnamuita Malikia kuwa nimekuja kwa ajili yenu. Kisado, ni majanga gani tena yanatukuta? We acha tu ndugu yangu Cheupe. Sijawahi kuona toka nizaliwe tumboni kwa mama yangu. Yaani likiatu linaongea. Jihangwa jawe. Nye, nini kinachowakimbiza? Sinawauliza nye? Hamnisikii au? Malikia, wakati tuko njiani kurudi nyumbani, tumeviona viatu. Cha kushangaza zaidi, vinaongea na vimetupatia vitisho vikali sana. Na ndio hilo linalotukimbiza. Na ndio maana tupo kwenye hali kama hii. Hicho tu ndio kilichowakimbiza. Hivi, wachawi gani waoga kiasi hicho? Viatu ndo mkimbie? Sawa. Hapa tulipo ni njiani. Siwezi kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Hivyo basi, endeni nyumbani kwenu. Tutaonana baadaye. Tumeelewana?
uone. Kumbe lioga Hilo liangalie kwanza. Chawi likubwa. Kazi kula nyama za watu tu. Hivi Kisado, kile tulichokiona pale naota ama kweli? Maana naogopa sana. Hivi wewe Cheupe, una akili kweli umo kichwani kwako? Na kwaje kachawi kaoga? Sasa labda nikwambie kitu. Mimi yale maviatu sikuyaogopa. Na mpaka sasa hivi siyaogopi. Na nikiona tena sasa hivi nitayaonyesha mimi ni nani. Alafu pale nilikimbia tu kukutia moyo wewe kachawi kaoga. Kisado, wewe sio bure. Utakuwa umechanganyikiwa. Akili yako haiko sawa. Yaani unaona kabisa viatu vinazungumza, alafu unasema uogopi. Na unaweza ukavichukua hata ukavichoma moto. Nakwambia hivi, utauponza. Umeona hayo macho yako hayo? Yatafanya kitu hamna. Koshina huwani keboli sajigete. Niyo kosholi toga toga. Sasa nisikilize Cheupe. Sasa hivi yenyewe nyumbani siendi. Naenda huko kutafuta hayo maviatu. Naenda kuyachukua na nayaleta nyumbani na yachoma moto mbele yako. Kisado. Wa Kisado. Sele, nimekuita hapa. Kuna jambo nataka nikwambie. Humo ndani mwenu kuna vitu na vinanichanganya sana kwenye kazi zangu. Nataka umbane mdogo wako mpaka aseme ukweli. Hivi vitu amevitoa wapi? Nahisi tumeelewana. Sawa Malikia, mimi nimekuelewa vizuri. Hata hapa tunapozungumza nilikuwa chumbani kwake nampekua, lakini sijabahatika kuona chochote kile. Nafanya hivi kwa sababu natimiza kile ambacho uliniagiza. Kwa kuwa umekuja hapa kunisisitiza, nitaimaliza kazi kwa muda ambao tumepanga. Na siwezi kukuangusha Malikia wangu. Basi sawa. Fanya kabla sijafanya maamuzi yangu mimi mwenyewe. Wewe, kitu gani kinakukimbiza? Si nimeambia mwende nyumbani? Na huyo mwenzio yuko wapi? Malikia, sijui hata nikwambiaje ili uweze kunielewa. Kwani ulituambia twende nyumbani, lakini wakati tuko njiani tukasema ngoja tupumzike kidogo.
Mara ghafla naona Kisado ameganda. Nimejaribu kumtikisa, nimejaribu kumuita, haitiki. Sijui hata amepatwa na nini yani. Sele, unanichezea mchezo. Na hakuna mtu mwingine yoyote anaweza kufanya upuuzi kama huu. Itakuwa ni wewe Sele. Huyu Sele kuna kitu anakijua, alafu ananificha. Sele, nakuita, fanya haraka. Nakuita Sele, fanya haraka uje hapa. Alafu na wewe fanya haraka uende nyumbani. Sawa. Malikia, nimeitikia wito wako kama ambavyo umeamrisha. Nipo tayari kukusikiliza. Sele, nimekuita hapa. Kuna kazi natakiwa ukaifanye. Tena haraka. Pale nyumbani kwenu kuna viatu. Unatakiwa ukavichukue na uniletee kabla jua lijazama. Kwa sababu hivyo viatu vinaniharibia sana kazi yangu. Unaweza ukaenda. Lakini Malikia... Lakini nini? Toka mbele ya macho yangu na uende ukaifanya hiyo kazi yangu. Fanya haraka. Cheupe, mimi nimekuita hapa kwa sababu kuna vitu ameniambia Malikia, lakini sijamuelewa vizuri. Nimeona bora nikufuate kwa sababu amesema kuna siku umekutana na mdogo wangu, alikuwa amevaa viatu. Sasa baada ya kuwa umemuona ukamuomba vile viatu ili uviangalie, mwisho wa siku kuna matatizo alikutokea. Nataka kujua, je, ni kweli hicho kitu kimetokea au Malikia labda amemdanganya? Na kama ni kweli hivyo viatu uliviona vina rangi gani? Sele, Malikia alichokwambia ni ukweli mtupu na wala hajadanganya. Siku moja nimekutana na mdogo wako akiwa amevaa viatu vyeusi hivi. Na baada ya hapo nikamwambia hebu nivione. Baada ya kuvishika tu pale pale nikadondoka. Baada ya hapo nikapoteza kumbukumbu kwa kile nilichokuwa nimekiona. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda nikajikuta nakumbuka kumbukumbu zangu zinarudi. Kwa hiyo ndio hivyo Sele, mdogo wako ana viatu vya ajabu. Sasa huyo atakuwa amevitoa wapi hivyo viatu?
We Salma. Salma. Njoo hapa mara moja. Shikamoo kaka. Piga magoti hapa. Piga magoti haraka. Leo nataka uniambie ukweli. Nimepata taarifa bila shaka, bila matatizo yoyote, nimejiridhisha kwamba wewe unamiliki viatu, wakati mimi nimekupiga marufuku kuvaa viatu au kufanya kitu chochote bila kuniuliza mimi na kupata ruhusa. Ili uweze kupona, lazima uniambie ukweli. Hivyo viatu umevitoa wapi na kwa nini umevileta hapa nyumbani? Na hivyo viatu viko wapi? Kaka, mbona sielewi unaongelea nini? Mimi sina viatu na hata chooni naendaga pegu. Wewe mwenyewe ulinikataza mimi sivae viatu. Hivyo viatu mimi navitoa wapi? Salma, nakuhurumia sana. Cha msingi niambie ukweli, viatu umetoa wapi na umeviweka wapi? Ukishaniambia hivyo hamna tatizo, lakini ukiendelea kunidanganya, kiukweli hii fimbo yote hii itaishia kwenye mwili wako. Niambie viatu viko wapi? Kakaangu, niamini ninachokwambia. Mimi sina viatu vyovyote. Hutaki kusema ukweli? Nyosha mkono wako. Nyosha mkono juu. Lazima uniambie ukweli. Hii fimbo kama nilivyokuambia inakatikia kwenye mwili wako. Nyosha vizuri. Heshima yako malkia wangu. Nipo hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Hivi tunavyozungumza hapa, Kisado yupo kwenye matatizo. Hawezi kuongea wala kutembea. Na maanisha hajiwezi kwa chochote kile. Inaonesha kabisa kuna mtu mbaya anatufuatilia kwenye kazi zetu. Kwa hiyo nipo hapa kukupa kazi. Cha kwanza, nataka ukaniletee dawa ya kumponya Kisado ili arudi kwenye hali yake ya kawaida. Atuishie hapo. Nataka uniletee na ile dawa ambayo tunaitumia kupambana na adui zetu. Tumeelewana? Sawa malkia wangu.
nitaifanya hiyo kazi. Aisee, kiukweli inashangaza sana. Kisado, ulikuwa mzima, unatembea, unazungumza, lakini ghafla tu umegeuka kuwa bubu. Tena sitoshe, umekuwa kiwete, kutembea huwezi. Watu wana roho mbaya sana. Aliyekufanyia hivi inaonekana ni mtu hatari sana. Hapa inabidi tuwe makini. Kama mtu ana uwezo wa kukufanyia hivi, hata sisi hatuko salama. Mimi siwezi kukubali. Siwezi kukubali. Nipo tayari kwa kusikiliza. Kama unavyoona, matatizo mengi yanatokea. Kama hapo alipo Kisado, haongei, hatembei. Na haya matatizo yote msababishaji ni mdogo wako. Na kinachompa nguvu zaidi ni vile viatu. Yaani vile viatu ndio vimekuwa vikwazo sana kwetu. Shika hivi viatu. Nadhani unafahamu kazi yake. Na mimi sijawahi kufeli kwenye kazi yangu. Kampe kama zawadi. Lakini akisha vaa tu, kuisha habari yake. Unaweza ukaenda. Sawa, nimekuelewa. Ila kabla sijaondoka, na mimi na jambo langu nataka nikwambie. Nimeenda mpaka nyumbani kama ambavyo uliagiza. Nimefanya msako mkali sana. Lengo langu kubwa, nilitaka yule mtoto aniambie ni wapi anapoweka viatu. Lakini usichokiamini, amekataa kata viatu hala. Sasa niko nimejaribu kushika fimbo, nikamchapa fimbo moja. Cha kushangaza Malikia wangu, uchungu pamoja na maumivu yaliyo fimbo nimeyasikia mimi. Yaani yeye hakuna chochote alichokihisi. Kwa hiyo mimi nakubaliana na wewe, pale kuna shida. Na tusipokaa makini, yule mtoto atatumbua. Hapa cha msingi, mimi ngoja niondoke nende nyumbani. Sawa. Unaweza ukaenda. Vipi? Mbona unavishangaa viatu vyangu? Kuna shida gani? Hapana, hakuna shida yoyote, ila navitazama tu. Oh. Basi sawa. Hapo unatoka wapi na unaelekea wapi? Natokea nyumbani na kuna sehemu naelekea. Sawa. Salma? We Salma? Abe. Njoo. Samahani sana mdogo wangu kwa yale ambayo yametokea. Nilikuwa nimeghadhibika tu kibinadamu kwa sababu
ninaposikia watu wanazungumzia mabaya kuhusu wewe, ni lazima mimi nijaribu kuyatafuta mabaya ili niyafichue na kuyapoteza. Hapa nimekuja na viatu mdogo wangu. Ni muda mrefu sana unakanyaga chini. Ni kwa sababu tu kaka yako sikuwa na hela kukununulia viatu. Kwa hiyo nimejichanga, nimepata kahela kangu kidogo, nimeenda kwenye mitumba, nimepata hivi viatu. Nikaona sio mbaya nikuletee wewe unavaa. Naomba uvipokee. Asante sana kakaangu. Mungu akubariki. Maana ni muda mrefu sana natembea peku, hadi miguu yangu ishaanza kuharibika. Asante sana. Wala hata usinishukuru mdogo wangu. Cha msingi hapa tumshukuru tu Mungu. Sasa naomba upime viatu tuone kama vina kutosha. Vipi kaka? Mbona kama unanishangaa? Au havijanipendeza? Hapana mdogo wangu. Sio hivyo. Wala sasa sikushangae. Viatu vyenyewe vimekutosha, afu umependeza kweli. Sasa nisikilize. Wewe rudi ndani. Kaendelee na kazi yako. Heshima yako Malkia. Nimepokea wito wako. Samani, nimechelewa kufika. Nipo tayari kukusikiliza. Cheupe, wewe unachanganyikiwa eh? Wito gani niliokuita mimi? Nimekuita na umekuja, tumezungumza, tumemaliza. Au kuna jambo umelisahau, umekuja kuniuliza? Mimi? Hapana Malkia wangu. Mimi na wewe hatujaonana. Sasa hivi ndo nilikuwa nakuja kwako. Na sio hivyo tu. Wakati niko njiani, nimeonana na Salma. Akiwa amevaa vile viatu vyake vilivyonidondosha ile siku. Sasa unanichanganya unaposema mimi na wewe tumeonana. Haiwezekani. Kwa sababu mtu akijigeuza akawa kwenye umbo lolote lile na uwezo wa kumfahamu, imekuwaje? Ni mjinga gani ananifanyia mchezo kama huu? Haiwezekani. Halo Malkia. Malkia samahani. Nimekutana mazito Malkia wangu. Yaani huwezi amini. Viatu nimemkabidhi mdogo wangu. Kavivaa. Lakini hakuna chochote kile ambacho kimetokea. Nashindwa kuelewa. Na sio kawaida. Wewe unachokiongea unakimaanisha au? Nakuuliza wewe, una uhakika na hicho unachokiongea? Nina uhakika Malkia. Mimi mwenyewe sielewi inawezekanaje. Lakini ndio hivyo. Viatu amevaa, hajakaa, hajalala wala hajaanguka. Yaani ni mzima wa afya kama vile sijampa kitu kizito. Inawezekanaje jamani? Sawa, nimekuelewa. Lakini inabidi tukutane ili tupange mipango mingine. Kwa huu naona umefeli. Sawa Malkia. Sasa mpango tunakutana saa ngapi? Au nije sasa hivi? Hapana. Subiri. Nitakupa taarifa. Kwa sasa naenda kapumzike.
Mwadawa. Mwadawa. Samahani sana dadangu kama nakupotezea muda. Nimekuita sana, lakini kama ulikuwa unisikii vile. Na lengo la kukimbilia na kusimamisha hapa, nilikuwa nataka nikushukuru. Maana kaka ameniletea viatu. Amesema amenipatia zawadi. Nashukuru sana dadangu kwa kunionea huruma. We mtoto, umetumwa? Hivi una lingine au ni hilo tu liokuleta hapa? Dadangu, mbona kama una hasira? Au hujapenda shukrani yangu? Nisikilize, kama kuna mtu amekutuma, mwambie ameshindwa. Na utoke mbele ya macho yangu. Toka! Imekuwaje? Haiwezekani. Kwani kuna nini? Sele, nimekuita hapa ili uniambie vizuri. Ulivyokuwa unazungumza kwenye simu, ulimaanisha au ulikuwa unanitania? Malikia, mimi na wewe lini tumeanza utani? Nilichokizungumza nimemaanisha. Leo nimeshuhudia kwa mara ya kwanza viatu vyetu vinashindwa kufanya kazi yake. Vile viatu vimefanya makubwa, vimeangusha watu wazito, lakini leo hii mdogo wangu amevivaa, hakuna kilichomkuta. Yaani amevaa akaendelea kucheka. Hajakaa, hajaanguka wala hajalala. Mpaka sasa hivi najiuliza, kwani mdogo wangu ana kitu gani? Unajua nashindwa kuelewa Maliki yangu. Huyu mjinga anajikuta ameshinda Na ni nani anayempa ujeuri? Sele, nataka ukanichukulie viatu uniletee hapa, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu umuhimu wa vile viatu. Fanya haraka. Cheupe, nenda kamwambie Malikia wako aache kunifuatilia maisha yangu. Akiendelea kunifuatilia, nitakuja kumfanya kitu kibaya, kitu ambacho hatakuja kusahau katika maisha yake. Salma, hivyo una akili kweli? Yaani unatoka huko unakuja kuniambia mimi eti nenda kamwambie Malikia wako aache kunifuatilia. Kwa nini usiende wewe mwenyewe? Kama wewe umeshindwa, mimi ndo nitaweza. Alafu Salma, acha kunifuatilia maisha yangu. Kama ukiendelea, nitakufanya kitu kibaya. Mbwa we. Kumbe na wewe una kiburi. Sasa ngoja nikuonyeshe kwamba mimi sio mtu mzuri. Wewe, kwani umepata na nini? Na kila tukikutana na mimi, huwa upo kwenye kukimbia tu. Kwani huwaga unafanya mazoezi? Hapana Malikia, sio mazoezi. Mazoezi najua lote hili, kweli. Malikia wangu, nimeonana na Salma. Tumezozana vibaya mno. Haijaishia hapo.
katoa kiatu chake kimoja, karusha hivi mbele. Alivyorusha tu kimebadilika kuwa nyoka. Bonge la nyoka kubwa, na ndio hicho kinachonikimbiza. Kiukweli nashindwa kuelewa. Viatu vyake vina nini vile? Mbona vinanichanganya? Malkia! Malkia! Kwani Malkia amekutwa na nini? Yaani mimi namuongelesha bado amenikalia kimya. Kwa nini jamani? Ina maana ajali matatizo yangu. Anafurahia tu. Kaka, mbona unanichanganya? Siku ile uliniambia umeninunulia viatu sokoni. Leo hii nakuona navyo kama hivi hivi nilivyovaa mimi. Unaweza kuniambia unavipeleka wapi? Mdogo wangu, kumbe sikukwambia. Sasa hivi nimeanzisha kazi ya kuuza viatu. Yaani nalangua na kwenda kuuza. Kwa hiyo kuna mteja alikuwa ameniagizia nikamnunulie viatu kama hivi. Hapo naponiona naelekea huko nampelekea viatu vyake. Oh. Inaonekana huyo mtu anayeuza hivi viatu anavyo vingi sana. Basi ukienda tena niletee vingine kama hivi hivi, maana nimevipenda. Hata usijali mdogo wangu. Mimi nikirudi kazini, lazima nikuletee kama hivi hivi. Sababu inaonekana kweli umevipenda. Basi sawa. Mimi ngoja niende zangu nyumbani maana nilitoka huko kutembea tembea. Sele, unauona huu upuuzi ulioniletea? Ha? Nakuuliza wewe, huu upuuzi ulioufanya umeuona? Nisikilize sasa. Kuanzia sasa hivi tunavyoongea hapa, wewe sio msaidizi wangu tena. Na kivua hicho cheo, nampatia Cheupe. Cheupe, kuanzia sasa hivi wewe ndio utakuwa msaidizi wangu. Malkia, kwa nini umefika mbali kiasi hicho? Naomba usifanye hivyo. Kwa sababu haya matatizo yanatukuta sisi sote. Sio mimi peke yangu. Na kibaya zaidi ni kwamba anayefanya haya mambo yote ni mdogo wangu. Ndio maana lawama zote natupiwa mimi. Lakini mimi sijui chochote kinachoendelea wala sihusiki kwa lolote. Naomba nipe nafasi nyingine ili nifanye uchunguzi wangu na kila kitu kitaenda sawa. Kwa sababu mpaka sasa hivi mimi mwenyewe sielewi hizi nguvu amezitoa wapi. Na mimi nashangaa kama ambavyo tunashangaa wote. Nisikilize Sele. Nakupa muda wa kwenda kufikiria, lakini katika huo muda ninayekupatia, jiangalie. La sivyo nitakufanya kitu kibaya.
Kwa nini unanifanyia haya yote yanayoendelea? Unataka nini kwenye maisha yangu? Unafikia hatua unanichonganisha na watu mimi? Unataka nife? Maisha yangu yaharibike ili upate faida gani? Nakuuliza wewe, unataka mimi nife ili upate faida gani? Hivi unafikiri kwamba mimi kukaa kimya na kuogopa? Mimi nakuangalia tu na kuonea huruma kwa sababu wewe ni mdogo wangu. Lakini imefikia hatua unanichonganisha na watu. Unataka nini wewe kwenye maisha yangu? Unataka nini? Kaka, mbona sikuelewi? Mimi nakuchonganisha na kina nani? Na mbona hivyo vitu vyote unavyovisema mimi mbona sijavifanya? Au utakuwa umechanganyikiwa kaka yangu? Nimechanganyikiwa mimi? Yaani unafikia hatua unaona kunichonganisha na watu? Haitoshi. Unaamua kuniambia mimi nimechanganyikiwa? Kwa sasa hivi unaona unaniweza? Unaniona mimi si chochote, si lolote. Unaweza kunifanya chochote unachojisikia. Wewe mtoto, nimekubembeleza sana. Leo nakuua. Leo nakuua tena mchana kweupe na hakuna yeyote atakaye kusaidia. Kwani huyu Malikia mimi nimemkosea nini hadi anaamua kunishusha cheo changu? Cheo nimekipambania muda wote. Alafu yeye kia sarasara tu, kirahisi tu. Eti nimekushusha cheo. Kwa kosa gani ambalo nimelifanya? Sijawahi kumkosea. Kila anachokifanya mimi nakifurahi, hata kama ni kibaya kinaniumiza. Lakini leo hii anakuja kusema kwamba mimi nimeshushwa cheo. Anampa mwanamke mmoja mpumbavu tu, amna kitu yule. Nimemkosea nini Malikia wangu vipi? Kwa nini nifanyia hivi? Kama ni matatizo tumeyapata wote. Yaani wameamua kuniangushia jumba bovu, nionekane mimi ndo mwenye makosa. Kisa tu mdogo wangu na anawasumbua. Anatusumbua wote tunaumia. Tunapata shida. Kwa nini waamue matatizo yote wanipe mimi? Kwa kosa gani ambalo nimelifanya? Kwa kosa gani? Why me? Why? Kwa nini mimi jamani? Kawaida yako, mzee amechaka. Kuna nini? Kisado. Kisado amefanya nini? Niambie basi, Kisado amefanya nini? Malikia, twende ukamwangalia wewe mwenyewe. Twende ukamwangalia kule Kisado. Lakini si uniambie, mpaka niende hebu niambie Kisado amefanya nini? Chaupe. Twende ukajione wewe mwenyewe.